Neno hili la kijana ndiye mustakbali wetu, ndio future ya maisha ya wanadamu ni vijana, au sio? Sisi tutaondoka, lakini vijana wetu ndio wataendeleza maisha, si ndio? Vijana ndio wanatoa picha ya wazazi. Wewe utakavyoishi, watu ndio watamfasiri mzazi wako. Labda hawamjui, lakini wakikuona wewe, activities zako, ndio watasema kwa sababu wanasema man shabaha abahu fama dhalam, anayefanana na mzazi wake hajafanya dhulma. Huyo anatakikana kijana afanane na nani? Na mzazi. Kijana yeyote katika nyinyi, unapokuwa wataka kufanya lolote, lazima ujiulize swali la kwanza, mimi ni nani? Nimetoka kwa nani? Mimi ni nani? Nimetoka kwa nani? Ana muslimun waman walidi muqima salah, mimi ni Muislamu, babangu ni mtu ambaye hapitwi na sala zote anazisali. Babangu ni msomaji Qur'ani, babangu ni kadha na kadha. Nitafanya hili, nitakalolifanya litatoa picha gani kwa babangu? Tuko pamoja vijana? Kuna lugha hudanganyana vijana kule, sisi ni vijana bwana. Wajua hii age, adolescent age, si ndio? Hii age murahaka hii, unaweza ni age ya wazimu hii, nafanya chochote. Hapana. Kijana ndiye mtu ambaye akili yake iko safi, ana nguvu mzuri, hajapambana na matatizo ya maisha, au si kweli? Baba hapa amepambana na mambo mengi, madeni, amepambana na shida ile, amekorofishwa na yule, lakini wewe bado unakula nguvu ya wazazi. Kwa hivyo akili yako bado fresh. Sasa wacha kudanganywa na ulimwengu, kuambiwa kijana ni mpumbavu. Hapana. Kijana ni wazimu. Hapana. Hakuna kijana wazimu. Qur'an imetupa mfano wa vijana wawili. Qur'an imetupatia mifano ya vijana wawili, mmoja wa kike, mmoja wa kiume. Kijana wa kiume Yusuf alayhi salam alikuwa kijana. Katika umri wake huo Yusuf mdogo, kijana mdogo, akapata mtihani wa kuishi kwenye nyumba ya waziri. Kisa Yusuf maarufa, si ndio? Analelewa na mke wa waziri, aishi ndani ya nyumba ile kama mtumishi, lakini mumewe amemwambia yule mke, huyu sio mtumishi wa kawaida, akrimi mathwa, muweke vizuri huyu. Kwa hivyo Yusuf amepata chansi, yuko nyumbani kama mtumishi, lakini anapewa maisha ya juu. Mtihani wa pili, yule mama ambaye anaishi na Yusuf, ikafikia mahali yeye anataka kumtumia Yusuf katika tendo baya la zina. Kumbuka kijana huyu yuko kwenye nyumba ya waziri, anakula vizuri, yuko ndani ya nyumba ile, hakuna mtu ataweza kumfikiria vibaya, akamdhania mbaya kwamba huyu kijana ameingia kufanya nini hapa. Anaishi ndani, kwa hivyo anaweza kufanya chochote na bila kujulikana, kwa sababu anaishi na huyu mama. Lakini mama alipomwelezea, hakuna mambo ya adolescent age hapa. Wazimu haukuja kwenye adolescent age. Jibu la Yusuf alimwambia nini? Ma'adhallah, najilinda kwa innahu rabbi ahsana mathwaya, najilinda kwa Allah. Haiwezekani mimi nikafanya tendo la kumkasirisha nani?
Allah. Kama kijana ni wazimu, angekuwa wazimu nani? Yusuf. Lakini alikuwa ni kijana, madamu amebeba imani na ikhlas, Allah tabarak wa taala asema tulimuondoshea Yusuf ule uchafu, akakataa, akasema maadha Allah, innahu mathwaya, innahu rabbi ahsana mathwaya. Huyu ndiye bosi wangu, ananilea, amenipa makao mazuri, alafu mimi nifanye upuzi huo? Hapana, najilinda kwa Allah. Tunamkuta kijana ana akili ya kuweza kujua hili baya, hili zuri. Kijana wa pili ni wa kike, Maryam. Maryam alipokuwa amejitenga na watu wake, anaishi sehemu, amejiwekea sehemu maalumu ya kumwabudu Allah. Allah alimtuma malaika Jibril kwa sura ya mwanadamu, lakini Jibril alipokuja, Maryam ni binti, msichana, kumwona Jibril, neno gani alisema Maryam? a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Wampata Yusuf kule asema maadha Allah, na Maryam asema a'udhu birrahman. Wote wanajilinda kwa nani? Kwa Allah. Ni ushahidi kwamba vijana wana nguvu ya kukimbia machafu yote. Tuko pamoja? Ile fikra ya kishetani ya ulimwengu leo kutaka kupoteza vijana, wanasema kijana ni wazimu tu, kwa hivyo anaweza kufanya chochote, akifanya baya hata watoto ni vijana. Hapana, kijana ndiye mwenye sifa ya kusimamisha iman. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nani hao? Vijana. Allah asema hakika wao walikuwa ni vijana, amanu birabbihim, waliomwabudu, muamini Allah mola wao, wazidnahum huda, na Allah akawazidishia nini? Iman, uongofu. Ile imani walionayo Allah akazidi kuwapa huda, wakazidi kuwa waumini wa kweli.